Baba sasa. Baba alituacha tu huku nyumbani. Bali hata mahali alipoenda hatutambui bado vizuri. Hamjui alitoweka. Alienda tu kwa ajili ya kazi ama alienda maandamano. Mambo ya watu walio karibu, majirani Joni na usda zao Joni. Mzee akaweza kutoweka katika njia tatanishi Joni. Aweza kuniletea vile vitu ambavyo nilikueleza kabla tujaweza kuanza. Umeshachukua chumvi? Weza kuniletea. I don't want peace. I want problems always. Mambo vipi? Ni John Cena Silva. Kawaida yetu ni kama kawaida. Make sure umesubscribe. Kawaida yetu inakuwa ni kama kawaida. Sasa msichana anaitwa nani? Cynthia. Naitwa Kot hivyo. Cynthia Kot. Na unaitwa nani? Naitwa Francis. So huyu ni kijana wako? Huyu ni kijana wangu. Shida yake ni gani? Kijana wangu alichukuliwa kwenda UK kazi, lakini hakuenda. Alikuwa aende. Alikuwa aende na hakuenda. Daktari. Mimi nimekuja raia. Ile mara ya kwanza nilipokuja hujakuwepo. Ulikuwepo wapi? Nilitokanga tu kwa shughuli za hizi ndogo ndogo. Kana kwamba tu ni kwa ajili ya kutafuta. Asubuhi tumekuwa hapa. Tumeketi hapa sana ila tujaweza kukuona. Ila tulipotaka kuondoka ndipo ukakuja. Ukanieleza, uweza kueleza watazamaji pia waweze kuelewa ni kipi ambacho nasaidiwa hapa. Sasa kwangu mimi pamoja na mzazi wangu, mamangu yuko hapa. Nilipokamilisha shule yangu cha upili, nilifaidika kwenda ng'ambo, kwenda kuendeleza masomo yangu kule ng'ambo, nchi ya UK. Ungetamani kuelekea kule? Nilitamani sana. Lakini nilikuwa na passport, nilikuwa niko tayari kwa kila kitu, hadi pesa nilikunacho. Ulikuwa sana ngojea visa. Hiyo visa tu. Lakini niliambiwa ya kwanza nitume hayo pesa kule kampuni uliyotaka waweze kusaidia kupata visa pamoja na passport, sivyo? Lakini mambo hayakwenda mazuri. Kwa kutumia pesa. Nilituma hela zote. Pesa yako ikambulia patupu. Tukijaribu kuwapigia simu hawa washiki. Pesa ikakuma maji. Ilienda tu hivi hadi wale. Ilikuwa 1000 ngapi? Ilikuwa kasi mbaya 1135. Tuliweza kuwatumia hiyo hela, sivyo? Ila ulipopiga kule simu walikueleza vipi? Siku ya kwanza sasa sikutumia simu yangu, bali nilitumia ya rafiki yangu mwingine. Kana kwamba yangu hawakuwa wakishika. Unajua namba yako? Walishaitambua. Hii ni namba yake Francis. Sasa kwangu na kuanga na rafiki wangu mwingine, nikatumia simu yake. Sasa nilipopiga waliweka hii kitu inaitwa Truecaller. Wakasema huyu si yule tunayemtaka. Sisi hatukutambui. Wanasema ni Francis, hatumjui. Mtambui Francis kabisa. Hatumjui kabisa. Ili wale walishakula hela yako kwa ajili ya kazi na wao kuweza kutekeleza hiyo kazi. Hilo wala kijana siwe na wasiwasi wowote. Wewe sio mtu wa kwanza katika malilio hayo. Na tumeweza kupokea kesi mingi kuhusiana na hayo mambo ambayo umeweza kunieleza. Na kueleze tu kwamba utaweza kusaidika na utaweza kupata visa hiyo, na utaweza kuelekea kule ughaibuni ambapo umenieleza unahitaji kuweza kuendelea kule, na kule kazi ipo, mnatafuta tu kuelekea kule. Kazi ipo kule Amerika ambapo nataka kuelekea UK. Kwa sasa niliambiwa kazi iko. Ulielezewa kazi ipo.
Kabla bado sijayatuma yale hela. Nani alikueleza kazi ipo? Una uhakika kazi ipo? Kwa sasa huko sijafikia. Na mimi niko na imani na nina hakika kwamba kazi iko. Kwa hivyo natafuta visa. Hiyo visa tu ndio natafuta. Uweze kuelekea kule. Hamna wasiwasi. Na umeshajipanga ukielekea kule utakula vipi, utaweza kuishi vipi? Kwa jinsi tu nilivyo kula hela, sikuwa na lolote hadi wa leo. Nani alikuwa amekupea hiyo hela? Hela tulikuanga tu tukichanga mimi na mama. Tukipata kazi kidogo kidogo tuna save hapo. Ni struggle kuitafuta hiyo pesa. Hadi mkopo tulikopa. Hadi wa leo bado tunadaiwa tu pesa. Na bado na matamanio ya kuelekea kule huko Amerikani. Mimi bado nina matarajio. Najua kana kwamba nikipata kazi nitaweza kuyalipa hayo pesa tulikopa. Tuendelee vizuri na mama huko nyumbani. Hiyo hamna tatizo kabisa. Wala hamna tatizo katika hilo. Hilo limesha kwisha. Na nitaweza kusaidia mama. Jinsi ambavyo tuliweza kuzungumza mimi nawe. Natumai umeshalifanya. Maana nilikueleza kuna vitu ambavyo nilikueleza uweze kufanya kabla ya kuondoka, ndio posa tukaweza kukutana na kijana wako. Tukasema wacha tuweze kumaliza pia malilio yake. Posa bado nipo hapa. Na kijana pia ataweza kusaidika. Na hiyo hela ambayo mliweza kukopa kwa ajili kijana aweze kusaidika itaweza kurejea. Na ataweza kupata haki yake. Mungependa iweze kurudi mara mbili ama iwepo tu hela ambayo mliweza kupeana kule? Mungelitaka tufanye vipi? Tungelitaka irudi mara mbili. Napenda hela sivyo? Nataka iweze kurudi mara mbili, double. Na wame waste sana. Waste. Alafu si umsaidie daktari kurudi aende nchi nyingine ama hiyo nchi anataka aende. Hilo Johnny. Sawa. Hilo halina tatizo. Tutaweza kulifanya vivyo. Waweze kupokea adhabu ama waweze kuregesha tu. Ungelitaka vipi, wapokea adhabu ama tuweze kuacha namna hiyo? Kijana. Ungependa waweze kupewa adhabu ama waache namna hiyo hivyo? Adhabu nayo ni cha lazima daktari. Waweze kupewa adhabu. Wafinywe kabisa, si ndio? Ndio. Hilo halina tatizo kabisa. Kama nyasi. Kama wengine hapo walipa pikipiki. Na waliweza kula nyasi kweli vilivyo. Hata sasa hivi wapo kule kwenye wanatumikia mafungo yao kule. Hilo Johnny. Mimi natumai tumeshazungumza na mama yale ambayo tulipaswa kuzungumza. Yale maagizo ambayo nimeweza kumwagiza natumai ameweza kulifanya. Kijana huyu hapa pia tutaweza kumsaidia aweze kupokea. Asaidike. Aweze kusaidika. Na sister yake pia. Ataweza kusaidika Johnny. Maana dada yake ndio alikuwa kwanza kuweza kufunguliwa wakati nilikuwepo hapa asubuhi Johnny. Na kulikamilisha vitu ambavyo nilipaswa kukamilisha Johnny. Sijui kama Francis anajua. Haja umetambua ile tulikuwa tunakuja leo kweli. Niliambiwa na mama. Lakini tu hii shughuli tu ya kutafuta. Mmekuwa katika matafutio. Hilo ni jambo la heri, mwanaume anapaswa kujituma katika lile ambalo itaweza kumkimu katika maisha yake. Kuweza kudhulumiwa sio mwisho wa maisha katika mwanaume. Inapaswa uweze kukaza, unapaswa ukaze kama mwanaume. Maana vitu vyote vinafanyika na wewe sio wa kwanza kufanyiwa hayo. Ni watu wengi wameweza kufanyiwa vivyo hivyo. Lakini kama mwanaume upasi kukata tamaa. Unapaswa kutafuta pale palipo. Ili uweze kujikimu katika maisha yako pamoja na ya mama pia. Mtu yeyote, sio kwa mwanaume, mtu yeyote hapaswi kukata tamaa. Lazima aweze kukamilisha kile kitu ambacho angeweza kulihitaji pale mbeleni. Maana ukikata tamaa utaweza kulipata. Lazima uweze kuendelea katika maisha. Na maisha yanaendelea, yanapaswa yaweze kuendelea.
Na hayo kwa yote mmeweza kunieleza yataweza kukamilika kijana. Kule utaelekea, utapata kazi jinsi ambavyo unahitaji, utaweza kufanikiwa. John, unaona vipi? Maana mimi nimeshazungumza. Unafanya kazi mzuri. Ndio. Na ni wito kutoka kwa Mungu. Ndio ukimwombea pia atafurahi, Mungu itasikia maombi yako. Ndio. Asaidike, pia afurahi, nyumba iweze kuisha. Kijana pia akienda UK, msichana pia ukimtoa Saudi, akitoka Saudi apewe pesa yake, passport. Pia umfanyie mipango kama anapenda Saudi ama nchi anapenda, ama anapenda UK kwa ama nchi yote anapenda, ni hivyo. Ataweza kuelekea John. Hiyo ni furaha ya mzazi. Ndio. Anapokwenda kule mzazi anajua amepona John. Pia atakuwa amemjengea jina huko. Ndio. Yale mambo ambayo alipaswa kuweza kuyatekeleza kukamilisha, ndugu yake wataweza kusaidiana wale kamilisha kiurahisi sana John. Maana huyu ni msaidizi mwingine ameweza kuja, wakisaidika wote kwa pamoja na weke nguvu pamoja, wataweza kujenga John. Maana ikiwa ni mmoja anategemea kwa familia, anaumia. Inakuwa ngumu kabisa. Lakini wakiwepo 2, 3, 4 namna hii, mambo yanakuwa barida na yanakuwa shwari. Kila mtu kwa familia akifanikiwa, kuna mwenye anaonea mwingine wivu. Ndio. Maana wote wanavyo. Ndio. Ila Uko wapi? Francis, baba ako pande gani? Baba sasa. Baba alituache tu huku nyumbani. Bali hata mahali alipoenda hatutambui bado vizuri. Hamjui alitoweka. Alienda tu kwa ajili ya kazi. Ndio mama alikuwa ametuambia ya kutaka ionekane kwa mtandao, lakini mmemruhusu mtoto aongee tu. Aongee tu. Aongee tu. Sasa imekuwa safari refu sana. Tangu baba toke tulipanga tu tukihangaika huku nyumbani. Mambo yalikuwa mazuri. Na mbona mjasema arudishwe nyumbani ama aonekana kama ako hai ama ako wapi? Hilo jambo ndio. Namba yake ya simu mko nayo? Hata tukipiga hiyo ili nini kitambo ilitoweka kitambo sana. Ama alienda maandamano. Ilikuwekwa hata kabla maandamano. Aliwe kwa nini usema amjaipeana nini popote? Hiyo uwezo tu Kwa news hakuna. Hakuna. Mungu amewaonekania. Daktari aseme sasa hapo. John. Ndio UT. Hilo lilikuwa katika mpango wangu, maana tulikuwa tumeshaelezwa na mama. Maana hakutaka liweze kuwekwa hewani. Maana tulikuwa tumeshazungumza naye, mpangilio ulikuwepo wa kuweza kumregesha mzee nyumbani. Maana yupo hai kabisa. Ila tuseme tu mambo ya hapa na pale, mambo ya kiboma, mambo ya watu walio karibu, majirani John, na usda zao John. Mzee akaweza kutoweka katika njia tatanishi John, pasipo yeye kulitambua. Maana waliweza kuona mtu wa kwanza mzee aliweza kutoweka John. Maana waliweza kuona nyota ambayo iko katika ile boma John. Hawakuweza kuridhika na hayo John. Wakaona bado mama anaendelea licha ya majonzi hayo. Bado anakuendelea. Na nani anayefanya anaendelea? Yule mtoto wake yuko kule. Wakaweza kumtingiza John. Wakaweza mama akaweza kukata tamaa. Majirani wakajua kwamba umeweza kumweza mama John. Ila tumeweza kuja na tunamweka mtoto mwingine John, ambaye atakuja kama nyota John, na kuliepua yale mambo ambayo yalipaswa kuweza kuyatekeleza John. Maana waliweza kudidimiza 2 John, tunaongeza 2 na kuregesha wale 2 ambao waliweza kupotea John katika ile boma. Ndio maana boma linapaswa kung'aa. Huyu ana nyota kali, msichana yule ana nyota kali John. Takujiendeleza katika maisha. Na mzee pia ataweza kurudi. Inauma sana. Maana mzee akiwepo katika boma John, hapaharibiki jambo. Maana hata watu wakiweza kuangalia boma najua mzee yupo, wataweza kuliogopa hilo. Na ataweza kurejea mama. Wala usiwe na wasiwasi wowote ule.
Joni, Ndio. muda unayoyoma na tunapaswa kuelekea mahali pengine pia. Na wanaweza ongea tu hata kwa kijaka pia wenye walikuwa wanamjua, tunaona sehemu pia kwa chap chap. Kijana ongea kijaka ndio tujue tuko Kisumu. Tuko Kisumu ndani. Koro koni en Kisumu. Kisumu dala. Kamiluongo ni Kombeo. Koro ma Kombeo. Koni mwadake. Yare cho. Sani koro laro higni 40. Ka wana koni wadak koni. Joni. Ndio. Amesema nini? Unaweza kueleza watu umeweza kusema vipi? Venye nimesema huku ni Kisumu. Mahali inaitwa Kombeo ndio tuko hapa sasa hivi. Huku ndio kwetu, tumeishi huku karibu imepitia hata miaka 40. Ukiwa pande za huko. Tukiishi tu huko. Kwa hivyo uko na miaka 40 na ngapi wewe? Sasa uko na miaka, umesema umeishi hapa miaka 40. Umeishi hapa miaka 40. Wewe uko na miaka 40 na ngapi? Wako tu na 40 hivyo. Mbona daktari kijana kwa mkora? Kijana zungumza. Kijana huyu ni mdogo Joni. Ana miaka 20. Ili hali anaeleza kwamba wameweza kuishi huko kwa miaka, wamekuwa huko katika miaka 40. Maana ardhi ili wameweza kujenga kwa miaka 40 Joni, ambapo wazazi wake wameweza kuishi katika ile ardhi ambapo tupo. Mama ni hivyo. Ni hivyo. Najua Joni. Tumeishi huku kwa muda 44. Na kijana ongea kijaka. Wadako ni kuom higni 40 to wuoda ni nigi higni 20. Koro kae dala Kisumu dala. Ndio Joni. Sawa, nimeshukuru na naomba unifungie. Waweze kufunga katika maombi sivyo? Nani ataomba? Makati ya mama na kijana. Nani ataweza kufunga katika maombi? Mama inakuanga strong, nenda kwa Mungu direct. Sawa mama, waweza kutuombea. Ndio. Kufunga macho tuombe. Ndio. Baba, katika jina la Yesu. Nyanyuke mweze kuomba. Haya. Naweza kukuendelea. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante mchana leo Baba. Tunasema hata ni asante kwa wageni wetu. Tunaomba mamlaka kutoka kwako na mafanikio Baba. Hata watapokuwa wakienda sehemu zingine Baba, wafanikie Baba, na sisi ambapo tabaki hapa nyumbani Baba, uwe nasi na utufungulie njia ya watoto wangu hapa. Naomba hayo katika jina la Yesu. Ndio. Haya, Joni, nifanye tuweze kumaliza kazi hapa. Kesho tuondoke, tunapaswa kuelekea mahali. Mama alikuwa amesema anapika lakini mkataa kumwambia huko. Ndio, maana tupo haraka kabisa. Mimi nimeshiba, nashukuru. Haya, waweza kunima hicho kitu. Tuanze kazi Joni. Kazi? Vijana. Ndio. Nenda chukue maji na beseni. Waweza kuniletea vile vitu ambavyo nilikueleza kabla tujaweza kuanza. Ushachukua chumvi? Waweza kuniletea. Waweza kuleta